Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Amma ba'd. Amma baada, ndugu zangu katika Nurdin TV, leo ningependa niwafundisheni dua ambayo kwa wale wenye mitihani ya riziki. Mambo yamefungika, shangaa mtu ulikuwa unafanya kazi vizuri zamani, labda kwenye masuala yako ya kitiba, uweze kujui sababu ni nini mambo yamefungika. Ama la, wewe ni mfanya biashara, biashara zako haziendi, wazako wanaanzisha, wanapanda, bado uko pale pale. Ama labda wewe ni mfanya kazi, upo kazini, unatamani kupata cheo na hivi na vile. Lakini hata ni mkulima, basi kwa uwezo wake Allah tabaraka wa taala, nikwambie ziko hawasi nyingi sana katika mawanja haya, lakini moja ya dua ambayo wanawachuoni wengi sana hasa katika tarika Kadiria wameifundisha dua hii. Sawa, hata kwa wale ambao watakuwa na kitabu kinaitwa Al-Jawahir Ramma, kuna Sheikh amekifundisha hii dua. Kwa hiyo si dua ambayo labda ya kuokotwa tu, na mimi sifundishi dua kwa sababu jambo kwa sababu eti watu waangalia. Hapana, kufundisha kutokana na silsila na masheikh walivyotufundisha, ama kuna sehemu ambazo tulisoma lakini tumeona manufaa yake. Kwa hiyo nikusihi, kama wewe ni muhanga katika hayo mambo, fanya hii dua biiznillah tabaraka wa taala. Kwanza kuwa na yaqeen, pili kuwa na subira, kuwa na imani kwa hicho unachokifanya. Jambo la tatu, muombe Allah tabaraka wa taala ukiwa una yakini utapata ijaba. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, ndio rabbahu khawfa wa tamaa. Watu wanamuomba Mungu kwa hofu na matumaini kabisa, mimi najibiwa, wewe umefanikiwa. Sawa, wewe umefanikiwa. Lakini nikwambie, kama uja subscribe hapo Nurdin TV uweze kujipatia masomo mbalimbali, uweze kupata faida mbalimbali. Kuna faida za kitarasimu, kama unapenda miti shamba, ndani hipo na iko mingi sana tutakuja kufundisha. Zamani ilikuwa kidogo tu mtihani wa kusafiri, lakini Allah tabaraka wa taala amejalia usafiri sasa hivi upo. Tunaweza tukaenda sehemu yoyote pale, tukaenda kufanya vipindi vyetu. Kwa hiyo nikusii na wewe, hata kama una sadaka yako, basi inshallah unaweza ukaitoa kwa ajili ya kusaidia. Maana kuna watu leo tunapojifundishana hivi, mtu anaumia, mwingine anachukia, si vizuri. Hii ni sadaka kama sadaka tunjalia zingine. Kwa hiyo wewe unawezekana kwa 2000 yako ikasababisha watu wakajua dawa za vidonda vya tumbo, wakajua dawa labda za pressure, watu wakajua dawa labda za kujifungua, watu wakajua dawa za kupata kizazi, watu wakajua dawa ya kuondosha maradhi mbalimbali. Kwa hiyo vipi leo ukapata faida hiyo na wewe? Kwa hiyo nikwambie ndugu yangu, na Nurdin TV biiznillah taala tutakufundisha kwa yale ambayo tumejaliwa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Dua hii ni surati At-Talaq. Ya nabii idha taraktum nisaa fatarikuhunna. Sura hili ni suratul rizq. Sura ile ni suratul muhammad. Sura ile ni suratul iqwadha hawaji. Sura ile suratul iqwadha duyuni. Ni sura ambayo ina mambo mengi. Siwezi leo tuifundishi kama sura kwamba ina faida gani na faida zipi, lakini hipo siku inshallah tutakuja kuwekea hapa maajabu ya suratul talaq. Siku ukijua hii sura na usipoisoma wewe, basi umekosa kheri nyingi sana. Umeijua hili nataka nikufundisha, umekataa kusoma, umekosa kheri nyingi sana. Ndugu yangu, jitahidi. Dua hii ni nyepesi sana. Kama wewe Allah tabaraka wa taala amekujalia kuweza kusoma surati Dukhan, surati Talaq biiznillah taala, umepata kitu kizuri sana. Namna ya kusoma, anza istighfari zako kama kawaida, soma 10 ama 100 ama zaidi. Allah tabaraka wa taala anatuambia faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Takeni sana Mola wenu, yeye alipo muda wote anahitaji kukusameheni. Yursilu samaa alaikum midrara, hata waleteheni neema ya mvua itatoka mawinguni, ikiwa isiyokuwa na fujo, isiyo na angamizi, isiyokuwa na chochote. Lakini wayumdikum bi amwali wa banina waja'alakum, mambo mengi hapa Allah tabaraka wa taala kwamba atakujalieni ninyi mali, atakupeni watoto na mengine mazuri Allah tabaraka wa taala ametuelezea. Kwa hiyo hapo unapata kujua kwamba mtu mwenye kutaka mtoto basi afanye sana istighfar, mwenye kutaka neema mbalimbali afanye sana istighfar, lakini mwenye kutaka mali afanye istighfar, lakini vile vile ukitaka kujibiwa dua zako kwa wepesi, mtake Allah kwanza msamaha, ndugu yangu. Ndio maana tunaambiwa anza kwa istighfar, soma hata kwa wingi unavyoziweza, soma kwa wingi istighfar 10, 100 zaidi, hata kama 1000 ni dua peke yake. Sawa, kisha sema la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tamani siku Allah tabaraka wa taala tutakuja tuje tuifundishe la ilaha illallah kwa faida yake. Lakini kwa wale ambao wanaweza kupata kitabu cha Kanzu Bahraini,
kuna sehemu inaitwa fadhilul tahlil, na sehemu inaitwa fadhilul tahlil, tutakuja kujua faida ya kusoma la ilaha illallah. La ilaha illallah imeunda nini? La ilaha illallah ina faida gani? La ilaha illallah hivi. Lakini hipo hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah siku moja aliwahi kumuuliza Mtume, ni nani atakayekuwa wa kwanza kupata maombezi yako wewe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam siku ya Kiyama? Akamwambia, nilikuwa najua lazima wewe swali utaniuliza. Kwa sababu gani? Ni maswahaba au swahaba huyu alikuwa hana pupa sana ya kujua mambo mengi ya kheri. Ndio maana katika maswahaba wote riwayati tunasema huyu ndo amepokea hadithi nyingi sana bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akamwambia, mwenye kusoma sana la ilaha illallah, huyu ona, huyu ndo mtu wa kwanza kupewa na mbele Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo hata wewe unataka dua yako ifanye ipate majibu ya haraka, swali nani usema la ilaha illallah kwa wingi. Lakini baada ya hapo rudi kwa kumswalia bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa taala anasema, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Hiyo ukielewa maana hiyo utakuja kujua kwa nini mashehe wameziweka hizi vitu. Lakini kwa uchache wetu tu, huwe ukitaka dua lako, jambo lako lolote liweze kufanikiwa, mswalie Mtume sana. Ni dua peke yake, kwa kumswalia Mtume tu ni dua. Mpende bwana Mtume. Hatuwezi kufundisha hapo mambo yote, lakini kama dua yako unataka ipate majibu ya haraka, kwanza sema istighfar, sema la ilaha illallah, sema mswalie Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa siha yoyote unayoiweza, kisha sema ya Latif, ya Latif, ya Latif. Mwenye kusoma hii 129 mbingu zinafunguka, anasubiriwa yeye apandishe lile ombi lake lifike kwa Allah tabaraka wa taala. Naam, kisha hapa utaweka nia kwa Mwenyezi Mungu, labda kuna mitihani ya riziki umefungika, una madeni na mambo mengine tofauti, nijalie nipate na mimi uwezo wa kujiendesha katika maisha yangu, nisiweze kutegemea watu na masuala mengine yanafana hayo. Soma surati Talaq. Soma surati Talaq mara 8. Muda wake ni usiku kuanzia saa 7 huko saa 8 saa 9, isome surati Talaq mara 8. Lakini kila ukifika saajala Allahu ba'da usri yusra, irudie mara 100. Saajala Allahu ba'da usri yusra, utakuta hiyo haya irudie mara 100. Kila moja irudie mara 100. Ukifika mpaka zote zinakuisha zile 8. Baada ya kumaliza zote hizo mara 8, sema ya Allah, 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 ya Allah mpaka mara 1000. So sawa, sema ya Allah, ya Allah mara 1000, kisha mswalie bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tena mara 1000. Nyanyua mikono yako tena juu, mwambie Mwenyezi Mungu tena kutoka ya Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana rabbi zidni ilma wa ruzqni fahma wa yassir rizqi. Unasema kwa Mwenyezi Mungu, nipe mimi elimu, nipe mimi ufahamu, na nirahisishie, nifanyie wepesi wa riziki yangu, nizidishie riziki zangu. Biizni Allah taala utaona ajabu. Hajawahi kufanya dua hii mtu isipokuwa Allah tabaraka wa taala alimneemesha, halimpa makusudio yake. Na ifanye hii dua usiku kama nilivyokuambia. Usiifanye siku moja tu, kuwa na tabia ya kuirudia rudia. Ipo siku utakuja kunikumbuka biizni Allah taala. Leo umefukuzwa kazi, leo una mtihani, una kazi, kusaminiki, kuna chochote, wala njaa, unaishi maisha kidhalili, una mitihani mbalimbali, soma surati Talaq. Soma kwa mtindo huu, riziki zako zitakuwa nyingi. Inshallah tutakuja kujifundisha mambo mbalimbali biizni Allah tabaraka wa taala. Lakini niwaambieni usikose vitabu vyangu mbalimbali popote pale duniani. Unaweza kupata kitabu hichi kimoja kwa 30,000 ama 20,000. Vipo vitabu ambavyo vipo kwenye ofa. Unaweza kupata vitabu 8 kwa 100,000 kwa Tanzania, ama vitabu 12 kwa 150,000, au vitabu 17 vyote mimi nikakupa kwa sadaka ya 2,500 tu. Nenda kajisomee, nenda kapata elimu. Utajua mitishamba, utajua Qur'ani, utajua tarasimu, utajua mambo mengine tofauti na fawaida zake. Haya ni machache katika miongoni mwa faida zinapatikana katika surati Talaq. Inshallah biizni Allah tabaraka wa taala tutakuja kufundishana. Hafa minkum. Asalamu alaykum.